Hakika mtazamaji, safari ilikuwa ndefu kabisa, na sasa tayari tumekwisha ingia katika mji wa Zanzibar, mji wa kihistoria, mji wa urithi wa dunia. Na hapa tulipo tupo katika kanisa la kihistoria, kanisa kongwe kabisa ambalo linajulikana kama kanisa kuu la Kianglikana lililopo hapa Mkunazini katika mji huu wa Zanzibar. Na Christmas ya kwanza, mtazamaji wangu, kanisa hili lifunguliwa Christmas ya kwanza ya tarehe 25 mwaka 1877, na leo tuko hapa basi kuja kula sikukuu ya Christmas katika kanisa zuri hili la kale na la kihistoria. Na leo hii basi mtazamaji, nyimbo zitaimbwa humo ndani. Kama unavyoona nimebeba kadi yangu tayari. Hii ni kadi yako wewe, na kupongeza kwa kusherehekea Christmas ya mwaka 2010. Tukuingiza sasa ndani huko, waimbaji wamejaa tele kabisa tayari kuimba nyimbo nzuri nzuri katika sikukuu hii ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Oh,
tunakula Christmas ndani ya kanisa la kihistoria la Kianglikana, soko la watumwa. Unaona wazungu wako wengi kabisa hapa, mpiga picha bwana, wazungu wamekuja kusherehekea siku ya Christmas. Ni siku ya Christmas. Merry Christmas to you all. Basi nakwambia leo hili ni kanisa la dunia. Na hivi sasa watazamaji, na wakaribisha tena waimbaji hawa waweze kukuimbia wimbo mwingine mzuri kabisa. Unaona wazungu wanatabasamu siku ya Christmas leo. Heri ya Christmas na mwaka mpya. Amen. Na baba askofu, nimekuletea zawadi ndogo ya Christmas. Hii ni kadi. Asante sana, nashukuru sana. Ndio. Asante. Leo ni sikukuu ya Christmas. Dunia nzima inafurahia tukio kubwa kabisa la kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Pengine wewe kwa mtazamo wako unaitafakari vipi sikukuu hii ya Christmas? Kwangu mimi ni sikukuu kubwa mno. Na ukubwa wake umo katika neno tunalona katika Injili ya Yohana. Neno alitoa mwili. Mungu alitoa binadamu wetu ili awe mwanadamu, atukomboe. Ukombozi utokane na moyoni mwetu kwa kuutoa mwili wetu. Nafikiri huo ndio ukubwa kwangu mimi ni Christmas. Mungu mwenyewe afanye maskani katika nafsi yangu ili anikomboe.
wazo kwamba Mwokozi atakuja ulimwenguni nafikiri lilipandwa mara baada ya anguko la Adamu na Hawa. Na basi anguko la Adamu na Hawa hata kutokea Masihi, yani Yesu Kristo, ni miaka 100 nyingi. Na tangu ametokea tunafanya maadhimisho ya kuja kwake, lakini hasa kwa msingi tunakumbuka kuja kwake mara ya pili. Kuja kwake mara ya kwanza ilikuwa aje atukomboe. Kuja kwake mara ya pili ndio mwisho wa ulimwengu na wema kwenda kukaa naye na wale wabaya kufarakana naye kabisa. Kwa hiyo tunaposubiri kuja kwake kuna swali hilo. Alipokuja kwanza, yani kuzaliwa kwa kwanza, hakuja kuhukumu, lakini atakapokuja mara ya pili anakuja kuwa mhukumu wetu. Kwa hiyo kusubiri kwa pili ni kusubiri kwa kutetemeka, ila basi wakati wa majilio na kujiweka tayari kwa kuja kwake, na tusubiri kuja kwake siku hiyo mara hiyo ya mwisho, lakini atukute tayari tangu leo. Wakiimba wewe
Haya waimbaji, shangilieni kwa furaha zaidi tena jamani. Haya. Mtazamaji, ni kipindi cha kwaya maalum ya Christmas. Leo hii basi tukiimba na waimbaji mahiri kabisa. Hao si wengine, wanajiita kwaya ya Moyo Mtakatifu wa Yesu kutoka parokia ya Oyster Bay iliyopo huko jijini Dar es Salaam. Sisi tupo ndani ya kanisa la kihistoria, kanisa la Kianglikana. Hapa ndipo alipouzwa binadamu, lakini likajengwa kanisa na watu wakamwabudu. Na leo hii siku hii ya Christmas tunaimba shangwe kubwa kabisa kushangilia utukufu wa Mungu wa pekee, yeye aliyewakomboa watu kutoka katika amekuja kuwakomboa watu kutoka katika dhambi zao. Na leo tunakuletea habari njema kabisa ya Krismasi. Basi kwa yule ambao unaguswa na ujumbe wa Christmas kwa leo, nakwambia nitumie ujumbe mfupi kwa namba ifuatayo. Chukua kalamu na karatasi haraka, ni siku ya Christmas. Najua wengi mnameka keki, mnakula mapochopocho. Nakwambia chini kidogo kwanza mweze kunakili namba hii, mweze kunitumia ujumbe wote ule mnaoona, ziwe ni salamu. Je, unaonaje hii kwaya? Umewapenda? Nyimbo zao ni nzuri? Chochote kile niandikie kwa namba ifuatayo 0756 93 3687. Narudia 0756 93 3687. Niandikie maneno mafupi na mimi tena nitayapeperusha moja kwa moja kupitia kituo mahiri cha TBC1. Haya, tunaendelea na uimbaji. Waimbaji kama unaona wametabasamu wakifurahia sikukuu njema kabisa ya Christmas. Waimbaji, shangilieni jamani. Tuko kwenye kanisa pekee sana duniani, kanisa ambalo paliuzwa binadamu lakini pakageuzwa nyumba ya Mungu. Na kanisa hili tunaambiwa lilifunguliwa tarehe 25 mwezi wa 12 kama siku ya leo, siku ya Christmas, mwaka 1877. Nini tafsiri maana yake hii? Na leo ni Christmas tena tunakumbukia tuko kwenye kanisa hili. Well, Christmas ya kwanza watu walisherehekea kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo. Na wale Wakristo wa kwanza wa pahali hapa, wengi wao walikuwa wamenunuliwa, walikuwa watumwa waliokombolewa. Kwa hiyo Christmas ile ya kwanza iliambatana sambamba na ukombozi wa mwanadamu katika utumwa. Lakini Christmas zote zinazoendelea tunakumbuka si katika ule utumwa wa mwanadamu wa kuuzwa na mwenziwe, lakini sasa Christmas zinazoendelea ni utumwa wa mwanadamu akombolewe kutoka mikono ya shetani. Tunaona kwamba malaika walileta ujumbe kwa njia ya nyimbo kwamba amezaliwa Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo. Na leo hii tumekuja na waimbaji kuja kuimba. Pengine nyimbo katika sikukuu kama hii zina nafasi gani? Nyimbo zina nafasi kubwa, kwa sababu walioimba kwanza ni malaika juu mbinguni waliosikiwa na wachungaji makondeni. Na baada ya maisha haya tutakapokuwa na Mungu, basi jambo tutakalolifanya ambalo tunaliona tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo ni kumsifu na kumuomba wakati wote. Kwa hiyo wale wanakwaya wa hapa duniani wanajiweka tayari kuwa wanakwaya wa mbinguni. Maana ndio kazi itakayosalia baada ya maisha haya, kumsifu na kumwabudu Mungu kwa nyimbo huko aliko.
Haya, nakwambia leo ni furaha. Tumempata mtoto Yesu, analia katika nyumba nyingi leo. Kwa sababu mtoto amezaliwa, Bwana wetu Yesu Kristo, yeye amekuja kutukomboa. Jamani, si furahi? Ni siku ya furaha, ni siku ya kupendeza sana. Mtazamaji, tupo katika eneo muhimu kabisa la nchi yetu Tanzania, eneo la kihistoria, kanisa la watumwa, kanisa la Anglikana, na hapa tukio ambalo linaendelea ni kukata keki ya Christmas. Kama unavyoona keki ya Christmas hapo iko tayari pale, na atakaye ikata kwa mara ya kwanza ni Baba Askofu mstaafu John Ramadhani. Yeye ndio ataikata hiyo keki. Naona ile keki sasa ndio inaandaliwa leo, siku ya Christmas. Anapewa kile kisu cha kukatia keki. Tunatazama kabisa kwa makini, leo ni siku ya furaha na siku na waimbaji wanashangilia. Hawa ni waimbaji wa kwaya ya Moyo Mtakatifu wa Yesu kutoka parokia ya Oyster Bay iliyopo jijini Dar es Salaam. Tumefika hapa kwa pamoja kusherehekea sikukuu ya Christmas. Hapa ndipo chimbuko la Ukristo wetu ulipoanzia. Watumwa waliuzwa hapa na baadaye kukageuzwa kuwa kanisa ama nyumba ya kumwabudia Mwenyezi Mungu. Kuna historia nzuri kabisa ya kuvutia hapa, na watalii mbalimbali hufika kila mwaka kwa maelfu kuja kulishuhudia kanisa hili la pekee duniani. Hakuna kanisa jingine duniani mahala palipouzwa binadamu kama bidhaa dukani pakageuzwa kuwa nyumba ya Mungu. Leo pamegeuzwa kuwa kanisa ama nyumba ya kumwabudia Mwenyezi Mungu. Na hivi sasa tukio kama unavyoona mtazamaji, mwenyekiti wa kwaya hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu anamlisha keki Baba Askofu, na waimbaji wanashangilia kabisa leo, ikiwa ni siku ya Krismasi. Kwa kweli inapendeza kabisa. Na hivi sasa kuna mwimbaji amekaribishwa pale kwa niaba ya wengine aweze kupata baraka za keki hii ya Krismasi. Najua na nyinyi hapo nyumbani leo hii mna mega keki ya Krismasi, na sisi tuna mega keki ya Christmas na Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kanisa kuu la Kianglikana hapa katika mji huu mkongwe wa Zanzibar. Waimbaji wamefurahi kabisa. Pengine tuweze kuimba kwa wimbo kamoja live kwa kumshukuru Baba Askofu kwa kuwa pamoja nasi katika siku ya leo. Haya mtazamaji wa TBC1, siku njema kabisa, siku ya furaha, siku ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na leo hii kama nilivyokuambia, tunaadhimisha tukio kubwa kabisa la kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Waimbaji hawa ndio wameimba wimbo huu mzuri, na hivi sasa tunaenda katika eneo maalum kabisa tayari kwenda kukuletea muziki wa Christmas, leo ikiwa ni siku ya Desemba 25. Kengele za juu zinalia mbinguni, linamjua ngani, malaika waimba, Gloria, Hosana juu mbinguni. Na hapa duniani tusali kwa pamoja, Mwokozi kazaliwa. Tuimbe kwa pamoja kwa nguvu tukisema, Gloria,
inamjua nani, malaika waimba. Hosana juu mbinguni. Krismasi ya kwanza ilikuwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumkomboa mwanadamu kutoka utumwa wa kuuzwa na mwanadamu mwingine. Na baada ya hapo ikawa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumkomboa mwanadamu kutoka na utumwa wa dhambi, shetani na mwili. Kizazi cha leo kijifunze nini kutokana na kanisa hili ambalo ni moja makanisa ya urithi wa dunia, ambapo lilikuwa soko la watumwa hadi leo ikawa ni nyumba ya kumwabudia Mwenyezi Mungu? Jifunze kwamba Mungu ni mkombozi, kama vile alivyowakomboa wale watumwa waliouzwa kwa miaka mingi, na akatia changamoto katika Wakristo wa Uingereza na Wakristo wengine ulimwenguni kuona ubaya wa mwanadamu kuuzwa mwanadamu mwenziwe. Mungu ni mkombozi, alimkomboa mwanadamu katika utumwa na anaendelea kutukomboa mwanadamu hadi leo katika mambo mbalimbali. Mungu ni mkombozi, hashindwi, ana nguvu na anatenda kwa wakati wake. Na kutakia heri ya Christmas, na Mungu akujalie tena kuiona Christmas nyingine ya mwaka 2011 na miaka mingi kabisa izidi kuwa unasherehekea tu Christmas. Nakutakia na wewe pia. Nakutakia afya njema. Asante sana.
usiku